Baada ya kupotea kwa Baraka, Dennis na Salma, kijiji cha Mlimani hakikuwa kama zamani. Watoto hawakucheza hadi jioni tena. Watu hawakutoka nje usiku. Lakini jambo la ajabu lilianza kutokea. Kila aliyepita karibu na msitu alidai kusikia sauti inayofanana na ya mtu anayemfahamu. Mama wa Salma alidai alimsikia binti yake akilia, "Njoo mama, niko hapa." Lakini wazee walimzuia. "Ukijibu hutarejea tena." Kwa wewe ambaye haujasubscribe YouTube channel hii, ninachokuomba bonyeza neno lililoandikwa subscribe kisha gusa alama kengele ili kupata simulizi zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni sehemu ya pili ya siri ya msitu usio na mwisho. Tusonge nayo. Siku moja mgeni aliwasili kijijini. Alijitambulisha kama mtafiti wa mambo ya kale. Jina lake alikuwa Hassan. Alisema amesikia kuhusu msitu huo. Msitu huu si wa kawaida. Alisema ni lango. Wazee walitazamana kwa hofu. "Lango la nini?" mmoja akauliza. Hassan akatoa ramani za zamani. "Kuna hadithi za kale kuhusu kivuli kinachoishi katika dunia mbili. Kiumbe kinachoishi kwa sauti za watu." "Kwa sauti?" "Ndiyo, kila unapoitika jina lako unatoa ruhusa." Usiku huo Hassan aliamua kuingia msituni peke yake. Alifunga kifaa cha kurekodi sauti na kamera ndogo kifuani. Alitembea pole pole ndani ya giza. Dakika chache baadaye akasikia sauti. "Hassan." Hakuitika. Aliendelea kutembea, lakini sauti ilibadilika. Safari hii ilikuwa sauti ya baba yake aliyefariki miaka mingi iliyopita. "Mwanangu, njoo." Miguu yake ilitetemeka, lakini bado hakuitika. Kisha miti ilianza kusogea pole pole kama inamfungia njia. Kamera yake ilianza kurekodi kivuli kikubwa kikisogea nyuma yake. Hakukiona, lakini kifaa kilirekodi sauti nzito isiyo ya kibinadamu. "Wanatakiwa watatu zaidi." Hassan akageuka haraka. Mbele yake alimuona Salma, lakini hakutembea. Aliteleza juu ya ardhi kama kivuli. Nyuma yake kulikuwa na Baraka na Dennis. Machoni mwao palikuwa tupu. Waliongea kwa pamoja. "Umechelewa." Ghafla kifaa cha Hassan kilianza kutoa kelele kali. Mwanga mkali ukaangaza kati ya miti. Na kwa sekunde moja tu aliona sura halisi ya kile kilichokuwa msituni. Haikuwa na uso. Ilikuwa kama giza lililokusanya kuwa umbo. Ikaonyesha kitu kama mkono na kujaribu kumgusa. Hassan akapiga kelele na kukimbia. Alikimbia bila kuangalia nyuma. Alipoanguka nje ya msitu, wazee walimkuta asubuhi akiwa amezirai. Alipozinduka, alisema maneno machache tu. "Haimalizi watu, inawakopi. Wanakaa humo lakini nakala zao hurudi." Wazee walitetemeka kwa sababu usiku huo kulikuwa na mtu aliyegonga mlango wa nyuma. Kulikuwa na mtu aliyegonga mlango wa nyumba ya Mama Salma. Alipofungua kidogo, alimuona Salma amesimama nje akitabasamu, lakini kivuli chake hakikuendana na mwili wake. Na alipozungumza sauti haikutoka kinywani, ilitoka nyuma yake. "Naweza kuingia sasa mama?" Nini kitaendelea katika mwendelezo wa simulizi hii? Usikose. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.